Ilikopo ni asubuhi tumefika hospitali, ilikopo tarehe 24. Tulipofika pale hospitali, mimi nikafika pale hospitali nikakaa, mume wangu ndo akaanza kufanya hizo process za kuonana na daktari. Tulipoonana na daktari, tukamkuta daktari mwingine wa kike yupo mle ndani. Tulipomkuta yule daktari tukaongea naye, yule daktari akaniambia kwamba lala hapo nikuangalia. Nikalala kweli pale kitandani, akipo na daktari yule wa kike yumo na mume wangu na yeye mwenyewe Dr. Juma. Nilipokuwa nimelala pale, akanibinya tumbo, akaniambia shuka. Nilivyoshuka akatuelekeza kwa daktari mmoja hivi, akasema kwamba kuna daktari hapa ultrasound haipo, ila kuna daktari mwingine ambaye anayo hiyo ultrasound. Akawa ametuelekeza kwa daktari Lichi. Tukawa tumeenda. Tumefika kwa daktari Lichi. Huyo daktari Lichi akawa amefanyaje, ametupima ultrasound, akatuuliza majibu, alisema nimrudishie, tukasema ndio. Akatupa ile majibu, tukawa tumemrudishia Dr. Juma. Tulipomrudishia Dr. Juma tukamkuta yupo na wagonjwa wengine. Kawapeleka chumba cha upasuaji. Alivyokuwa ametupa yale na nilia, tumempa ile majibu, akaniambia nisubirini hapo. Kweli tukamsubiri. Alivyomalizana na yule mlanilia mtu wa kumpasua kule chumba cha upasuaji, akaniita mimi. Alivyoniita mimi nikiwa peke yangu, mume wangu yeye akabaki pale pale ambapo alikuwa ametuambia tumsubiri. Nilipokuwa nimeenda mle, akaniambia kwamba wewe una uchafu mwingi, kwa hiyo kuna dawa ambayo nitakuwa nikupatie ili kusaidie. Alivyokuwa akaniambia sasa, akaniambia lala hapo chini ili nikupatie dawa, vue nguo nikupatie dawa. Kweli nikavua mimi nguo, akaniambia amenifanyaje, amenipatia dawa. Ameniambia lala hapo chini, nikawa nimelala, akaja akawa amevua nguo na yeye akaanza kunibaka. Alivyoanza kunibaka, mimi nikaanza kuwa nalia. Nipo nalia, afu akawa ananiziba mdomo. Ameniziba mdomo, afu akamaliza, alivyomaliza haja zake, akawa kamfanyaje, kaniruhusu. Nikawa nimetoka kile chumba. Nilipokuwa nimetoka kile chumba, ila mume wangu alikuwa kamenona kabisa nipo nalia. Akawa ananiuliza, wewe vipi? Tukawa tumeelekea kule kwa huyu Dr. Juma. Dr. Juma akatupa zile dawa ambazo zilikuwa zinahitajika. Alafu akatuambia, wewe unaweza kumpatia mke wako dawa au mke wako unaweza kujipatia dawa? Nikasema hapana. Akasema njoo nikuelekeze. Alipokuwa akaniambia niende, akatuelekeza, ndo tukaenda mimi na yeye na mume wangu tena kule chumba cha upasuaji. Akawa amenielekeza, ila mimi nipo nalia. Nilipokuwa nalia, anamuelekeza mume wangu jinsi ya kunipatia dawa. Baadaye hapo alivyomaliza tukashuka. Akaniambia shuka muende sasa. Sawa sawa. Kwa ongea na mume wangu, wakalipana, mimi na nilia, nipo nalia tu, nipo naondoka. Mume wangu akaniambia, mbona wewe upo hivi? Kuna nini? Ndio mume wangu nilikuwa nimemwambia kwamba Dr. Juma amenibaka. Mume wangu akasema, haiwezekani, namkuta. Alivyorudi hakumkuta Dr. Juma. Alipokuwa amemkuta Dr. Juma hayupo, ndo akawa ameniambia, sasa hapa tunafanyaje? Dr. Juma hayupo. Nikamwambia hapa nimwambie mamangu ambaye mamangu ni mzazi. Tukawa tumemwambia mama akasema nifuateni huku nyumbani. Ndo tukawa tumemfuata mama. Tulipokuwa tumemfuata mama, ndo tukaenda kuonana nao waganga au madaktari ambao hapo juu ya Juma. Tukawa tumeenda kuonana nao. Tulipokuwa tumeenda kuonana nao, tukawaeleza, ndo akatambia tuwasubirie kwanza. Tumwasubiria, ndo tukaongea nao mle ndani, tumeongea nao, mwisho wa siku akaanza kuwaita hao wakuu wa pelelezi. Walipokuwa wanawaita, ndo ikawa imeendelea hivyo mpaka tumeenda kituoni. Na mpaka sasa ipo hivyo.